Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni Andros na nitapeana yangu kwa ufupi. Ushuhuda wangu after tumevunja madhabahu ya mwezi wa 4, hiyo ilikuwa madhabahu ya kwanza. So wakati tulitangaziwa tutoe hiyo dhabihu ya kuvunja madhabahu, kwangu ni kama ndio tu nilikuwa nimengoja, kwa sababu nilikuwa nimefika mwisho kabisa. In fact nilikuwa nimefika pale mama alikuwa anatuambia unakaza kupenda Mungu hata kama hali ziko aje, hata kama mambo zinaenda aje. Nilikuwa nimeamua Mungu sitakuacha na sitarudi chini na sitafanya anything, nitakaza kukupenda. Bwana Yesu asifiwe. So wakati tulitangaziwa hiyo tu wiki, mama alikuwa ameniambia nitafute dhabihu nikuje nitoe. So wakati ilitangazwa ilikuwa chance nzuri kwangu, na nikaamua hiyo Sunday nitafanya juu chini hiyo wiki. Ile kibarua yote nitafanya, kile kitu nitafanya, hata iwe kubwa ama dogo, hiyo ndio nitatoa nivunje nayo madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. So mimi nikafanya na nikapata zile nilipata, na nikajifinya kabisa hata kwa nyumba, matumizi yangu nini, ndio at least ile kitu natoa ikue na nguvu. Hiyo wiki kama on Friday nikapata ndoto ikaniambia, kuna sauti iliniambia ati Philippians 4:17 kwa ndoto. So niliamka nikishindwa, kwani Philippians iko na chapter 4? So niliamka nikaenda nikaconfirm hiyo neno. Ilikuwa inasema eti usitoe tu, like you are not just giving to me, I want to credit your account. And I knew this is ndio ile kitu nimekuwa nikingoja for the rest of my life. Bwana Yesu asifiwe. So nikang'ang'ana hiyo Friday, nikaenda nikafanya kibarua. Mostly nikifanya kibarua kwa huyo mpendwa huwa nililipi hiyo wakati, na mimi huwa simsukumi na mwacha tu vile tu anataka anilipe hiyo wakati yenye atanilipa, ama nikimkumbusha anitumie hiyo pesa. So ikafika Saturday bado hajaniwekea, na ni ngumu. Hata unajua ukifanya kibarua ni ngumu sana kuenda kwa mtu kumwambia na ile pesa yangu. Sometimes they feel offended. Bwana Yesu asifiwe. So kama on Sunday ile nilikuwa nayo kidogo, kuna vitu nilikuwa nafanya hapa 1 2 3. So nikaona hesabu ya vile nimefanya na kile kimebaki kitu kidogo sana. So lazima niitishe ile niliacha huko ndio niongezee hapa nitoe yote. Bwana Yesu asifiwe. So nikakuwa nimetoa the first bit yenye nilikuwa nayo. Hiyo hakuna kitu hata nilitoa tu na nikabaki Andros tu ule Andros. So nikakaa nikasikia niko very much convinced. Lakini sasa hii nilikuwa nataka nisiitishe huyu mwenye alikuwa amenipea kibarua, ndio kwa sababu kuna mahali nafaa kutoa chama Monday. Nitaenda asubuhi nishughulike nipate ya kuongezea ndio nitoe kwa chama. So hii nimeiweka tu kando kwa chama. Bwana Yesu asifiwe. So nikasikia niko I have to do something, like it's not yet. So nikatumia ule mtu please call me, akajua ni pesa naitisha, akaniwekea. Immediately wakati aliniwekea nikasikia sasa ni kama kuna vitu zinafanyika kwa mwili wangu. So nika make sure hii pesa hii kukaa kwa simu yangu, nikaweka kwa till. Kuweka kwa till tu, nikienda kuweka pin vile unamalizaka kuweka digit zako za pin ya M-Pesa, nikasikia ni kama vitu zinapiga duru, ni kama vitu zinatoka, mpaka naangalia kuna mgeni alikuwa hapo namwangalia, kuna kitu anasikia, nikaona asikii kitu, ni mimi tu nasikia, nasimama asikia ni kama vitu zinaingia kwa shimo, maduru masauti zingine umetumaliza. And nikasikia mwili imezumbi, like nimekuwa sina nguvu. Mama Joy anajaribu kuniita hapa, usaidia Padelimba na situshike huyu mpendo. Sina nguvu, hata siwezi kumwambia. Najaribu hata kumwonyesha na kidole, hata nashindwa. Bwana Yesu asifiwe. So ukombozi yangu ya kwanza ilifanyika hapo. Kama on Monday kuna vitu mingi zilikuwa zimekwama kwa ofisi fulani nilikuwa nimeenda. So mimi nilipigiwa simu nikaulizwa, Andros, are you still interested? So I was like, oh my God,
hii kitu nimekuwa nikishughulika nayo, kuwapigia simu hivyo, hata hawajakuwa wakiniconsider, hawajakuwa wakinijua, hawajakuwa wakijua niko interested. So I just answered yes, I'm interested, na shughuli ikaanzia hapo. Bwana Yesu asifiwe. Na kutoka hiyo wakati nilikuwa naanza kitu, inakuwa inabaki ka historia. Nilitaka kufanya, nilifanya haikufanikiwa. Hiyo nilifanya iliishia hapo. Sasa ni progress. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Then kuja kwa hii yenye tumefanya juzi, hii nilikuwa nimefocus kabisa, kama ile ilifanya na hii nayo lazima nitie bidii ifanye. So hii nilikuwa nimejitayarisha in advance, and I thank God nikakuja nikafanya, na sikuwa na ming'eng'ano. But wakati tu niliweka tu tena kwa M-Pesa, nilisikia sauti ya mtu, unaweza confirm ni mtu fulani, inaniambia hakuna mahali unaenda. Niambia I'm going, excuse me, naenda. Amen. So wananiambia hapana, uende, si wachane na tumesema uende, acha kujipelekesha kielele hapo mbele, hata ukiombea uende. Na mimi nilikuwa zile za naenda. Bwana Yesu asifiwe. Utapata na vitu like kama mtu tu ananiambia kitu like kama voice inaweza kuwa taji kunigeuza tu niseme ndio hii nasema. Bwana Yesu asifiwe. So then come on Monday, hii wiki vile imeisha, hata pale kwa soko kuna mtu aliniita akaniambia, na uwezi yule Andros mwenye tulikuwa tunajua, yaani uliamua tu nichukie, and kwa deliverance ni wengine walikuwa hiyo pande nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Tena siku zenye na receive kutoka nyumbani, kuna watu nimesema tulikuwa tusaidiane hapa na pale. Sasa kulikuwa kumejaa kisirani. Sasa wananiuliza unaona aje? Like they are bringing up strategies to help me. Zile tulikuwa tunaambiwa Mzerafati, wao ndio wanaleta strategies za kunivukisha hapo pengine bila hata mimi kujua ningefanya nini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Thank God so much.